Leo Zumbe kabadilisha kijana wa getini. Kijana anaonekana yuko kamchangamfu kweli kweli. Aishe wewe ndo Ngunga? Alo, ndiyo. Sheria za hapa unazijua? Mbele ya muda, kila kaya mtu mmoja. Haya, mke wako kashatangulia humu ndani. Sasa mbona unanitolea macho tena shekhi? Umesema unaujua utaratibu wa hapa, kwamba kila kaya anatakiwa kufutulishwa mtu mmoja, sio wawili au watatu. Nimekwambia mke wako kashaingia humu ndani anafuturu. Wewe unapaswa usiingie kwa sababu tayari kaya yako ishatoa mtu mmoja. Alo, tayale mie Ngunga, kuni faya kuni. Sasa ni nani tena kamruhusu mke wangu aingie huko kwenye iftari? Acha hayo maswali sio ya kuniuliza mimi mjomba. Mimi napokea tu wageni hapa na ruhusu waingie ndani, ila tu nazingatia kwamba kila kaya awe ameingia mtu mmoja. Mke wako kashaingia ndani. Hakuna haja tena ya kuendelea kuniuliza maswali mengi, mimi mwenyewe unanichosha. Wewe nenda tu rudi katafute namna nyingine ya kufuturu. Hapa leo hapana. Hapana, sina mahala pengine pa kwenda kuftari kijana. Mie kila siku huwa nakuja kuftari hapa kwa mzee Zumbe. Na utaratibu wangu shafahamika. Mie ndo mfuturishwaji wa kwanza maarufu hapa katika iftari ya Zumbe. Sayani ni kumruhusu mke wangu kuja kuftari wakati nafasi ni ya kwangu. Nani kamruhusu wa mwanamke kuingia ndani? Aishe, baba. Sikiliza nikwambie, kwani wewe unaishi wapi? Nyumbani kwangu. Na mke wako huyu ambaye ameingia hapa kufuturu, yeye anaishi wapi? Nyumbani kwangu. Sasa usinilaumu mimi, kosa sio la kwangu. Nyie wenyewe ndo mnapaswa kukubaliana huko nyumbani kwamba nani atakwenda kufuturishwa kwa Zumbe na nani atabaki nyumbani. Sasa wewe kama hamjaelewana na mke wako, hamjui ratiba yenu ni ipi, usinilaumu mimi kazi yangu kupokea tu. Kila mtu katika kaya aingie humu ndani afuturu, na sio kuulizwa maswali kwamba nani kamruhusu nani. Mimi hilo alinihusu, si kazi yangu hiyo. Walele. Astaghfirullahi, walele. Ndo nini sasa? Ndo nalia hivyo. Mwambie mke wangu atoke, mie nataka nkalie nafasi yangu. Walele. We Biashura. Hawezi kukusikia mzee wangu. Hapa unapoteza muda bure tu. It is better to find another place. Tafuta sehemu nyingine ambayo unaweza ukafuturu kwa leo. Leo ratiba yako imekufa. Na akirudi mke wako nyumbani ndo mkae chini mzungumze, mkubaliane. Kama mnawekeana ratiba kwamba leo atakuja huyu, kesho atakuja mtu mwingine, kuliko kuchanganyana hivi. Si unaona hapa mwenyewe unavyopata shida. Nenda katafute sehemu nyingine ya kufuturu bana. Alo, saa mie sina mahala pengine pa kwenda kuftari kijana, nishakwambia. Na hapa mfukoni sina hata liponkoke. Ndo kitu gani? Yaani namaanisha sina hata senti 5. Oho, sasa sikiliza mzee wangu, acha kupoteza muda. Ukipoteza muda hapa njaa itakufyododa vibaya mno. Nenda msikitini, pale huwa wanagawa tende. Mimi ndo najua machimbo mengi ya kufuturu. Sikiliza, nenda pale msikitini, huwa wanagawa tende. Kachukue kipande cha tende, kula, kunywa na maji, chukua uzu, swali. Siku imeenda hiyo. Kesho mke wako akirudi baadaye nyumbani ndo mnaweka ratiba yenu vizuri sasa ya kufuturishwa na Zumbe. Kipande cha tende nishachukua. Umechukua wapi? Nishachukua pale msikitini, na ndo ratiba yangu. Napitia msikitini nachukua kipande cha tende, kisha ndo nije kwa mzee Zumbe. Hewala, basi chema ishara kwa hicho kidogo ulichokipata leo mzee wangu. Kwa sababu hapa leo utatoka patupu, hautapata iftari. Sitaruhusu kaya moja iingize watu wawili kwenye iftari. Mtafanya watu wengine wakoshe iftari leo. Haiwezekani. Hapana, labda si mie Ngunga. Mguu wangu haujarudi gibule kwa mzee Zumbe. Siwezi kuondoka hapa bila iftari ya Zumbe. Afe kipa, afe beki. Futari lazima niibonye. Sasa ukitaka kuleta ujoro mjomba, kwamba utumie ubabe, utabonywa wewe pasipo kuibonya iftari ya Zumbe. Ni heri uondoke ulikotoka kwa usalama wako. Unaona ili bandage kichwani? Hello. Mimi ni shugu kuliko kupitiliza. Nimepigwa makwenzi 12,300, lakini kichwa bado kikawa imara, sijapoteza fahamu. Na kuomba uondoke mjomba, ondoka. Hii hadithi sijui imepokelewa na nani, yasema ahiba lidnasi ma tuhibbu linafsika. Wapendelee watu lile unalolipenda katika nafsi yako. Saa mie mmefunga kutwa nzima, kijana wataka kunzuia kwenye iftari. Kwa nini wamfanyia hivyo? Mimi nishalegea hivyo.
nalegea lege. Hajakatazwa mtu kuja kuftari, haujakatazwa kuja kuftari kwa Mzee Zumbe, lakini lazima ufuate utaratibu. Utaratibu umetangazwa na unajulikana. Ukijichanganya ni wewe mwenyewe. Siwezi kuruhusu familia nzima ifuturu kwa Mzee Zumbe. Wewe njoo kesho, nenda katafute namna nyingine ya kufuturu. Katafute machimbo mengine, hapa leo umekwama. Oi, hula. Walelula. Walelula. Walula. Warara. Halo, ulama. Wariri. We ulama dogo. Nambia. Domo langu naliona lilivyolegea. Naliona liko lele. Sasa nihurumie mwenzio nkafuturu. Sio utaratibu. Shachoka mimi nalegea. Wewe ungeenda nyumbani mjomba wangu ukashubiri dako, maana hapa ndo unazidi kujichosha tu. Walele. Warura. Walele. Wanyenye. Nalegea lege. Walele. Utumbo wantenyenya. Walele. Samahani bosi kwa usumbufu. Unajua nimekuja ofisini kwako ghafla bila taarifa. Nilikuwa naomba kazi ambayo umenipa mimi akaifanye Sam, halafu mimi nitadabo kazi zote za ofisini. No, hapana Bikachala. Sam hawezi kwenda kufanya kazi kama ile. Ni haramu, haiwezekani kwa mtoto wa kiume. Halafu amefunga. Ile kazi inahitaji mwanamke, ndio maana nimekuteua wewe. Sam atabaki hapo ofisini kwa sababu ya kuopaleti kazi nyingine. Wewe unapaswa kwenda kule, sawa? Bosi, hebu naomba basi unisaidie katika hilo. Mimi nakuomba Sam ndo aende kule kusimamia ile kazi. I say Bikachala, unajua modeling ina vishawishi vingi sana. Maana kule wanatangaza nguo za watu na nguo ni za aina tofauti. Kuna nguo nyingine ni za nusu uchi. Mtu ana binti anavaa kichupi tu peke yake anatembea. Mwingine unakuta kavaa mpasuo hadi huku, yani inaonyesha na nyeti. Sio vizuri kwa mtoto wa kiume. Isitoshe kijana watu amefunga. Sasa kumlazimisha kijana aende akafanye hii kazi ni kama tunampa mtihani tu. Tutamfungulisha yule. Na mimi haswa hicho ndo nataka kitokee. Kwa sababu Samu akifunga anakuwa mkali. Samu akifunga hasogeleki. Yaani anaongea hadi mimi naogopa jamani, anakuwa mkali sana. Hata Simba sio hivyo. Mimi ndio maana nilikuwa nataka apewe hii kazi ili afungulishwe, afungue. Akifungua mimi mwenyewe na mchongo wangu kwake. Nilijua tu. You are very stupid. Wewe mwanamke ni mjinga sana wewe. Unaendekeza sana, hebu punguza sometime. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, Kwaresma, watu wanafunga. Hebu jaribu kuyaweka pembeni kidogo hayo mambo. Okay, anyway. Mimi nitafanya hiyo kazi yako, lakini tunajua tena mambo yangu na mimi utanipa nichovye kidogo au vipi? Bosi, kwani mimi na wewe tuna ugomvi basi? Hatuna ugomvi. Hatujai kugombana mimi na wewe. Tunakwenda sawa. Wewe mwambie kijana aende akafanye kazi, tumlazimishe kwa namna yoyote hadi afungue. Likifanikiwa hilo unaichovya. Okay. Oya wanangu, mimi naimbisha hapa, lakini lengo langu kubwa nataka atoke Shemtoi. Akitoka tu Shemtoi, tunambeba tunaondoka naye. Sawa wanangu? Ni shega mbele ya muda mjomba. Naanza hivyo. Ayaya kaole. Kaolewa tena, nishaanza kuchanganikiwa. Fungua mlango mama. Fungua mlango Shemtoi upate baraka. Shemtoi kuna ishu baba. Ufungue mlango utoke upate baraka. Mbona leo mapema sana? Anatoka we. Anatoka Mzee Zumbe. Kulikoni? Mbona wale wenzako wanakimbia?